Jamani, ngojeni leo niwape ni story wakati nakaribia kuja Marekani ilivyokuwa, yani jinsi maisha yangu yalivyo shift literally to be like another person. So hata wakati tunakaribia yani achana wakati nakaribia kuja, wakati tu yani nimekuwa serious kabisa na ndoto za kuja Marekani, yani maisha yangu yenyewe yalibadilika. Nilikuwa mtu mwingine kabisa. Yani nilikuwa ni yule mtu ambaye ukiniona hivi unaweza kusema, yani kwanza nafikiri hata watu ambao walikuwa walioniona hiki kipindi karibia kuja Marekani wanishangaa sasa hivi nilikuwa ni mtu wa namna gani. Guys, nilikuwa ni mtu mwenye heshima. Nilikuwa kwanza mpole, sitaki yani maneno, sitaki kitu kile ambacho kinaweza kaingilia kati kikaribu safari yangu. Sijui mnanielewa? Nilikuwa ni kutembea sitaki. Yani mimi nilikuwa ni mtu ambaye nataka tu nikae ndani nitulie, nisije nikatoka hata huko nje nikagongwa na bodaboda bure. Tena nakumbuka tena, yani kama nahisi kama ningekuwa na hela nisingekuwa hata nafanya kazi, ningekaga tu ndani, lakini ilibidi kwanza nikafanya kazi kwa ajili ya kupata nauli. Sio mambo ni mengi kutaka kuja Marekani, if you know. So ilibidi niende kazini, lakini yani kazi yangu mimi ilikuwa ni kwenda kazini, kurudi ndani kutulia. Sijui eti marafiki zangu sio natoka sijui naenda wapi tena mimi kielele tena mimi naenda, hapana. Yani nikitoka ni sehemu muhimu potential ya kazi. Nilikuwa sitoki hivyo hapana. Nilikuwa ni mtu mwenye adabu, mpole, mwenye uoga. Yani ukiona kabisa mbona kama ana uoga, nikamwambia na kitu fulani hivi ambacho kinamsumbua maishani kwake. Huyo alikuwa ni mimi. Nilikuwa na uoga kwa sababu mimi kuja Marekani ilikuwa ni it's a dream. So nilikuwa nahisi kwamba hiyo dream mimi yani haiwezi kufanikiwa kwa hivi karibuni. Nilikuwa najua nitakuja, lakini yani nilikuwa nahisi yani ni kitu ambacho itabidi nikipambanie kweli, yani so leo so kesho. I have like yani nilikuwa nahisi yani ndio na millions of years ya kupambana. So ilivyokuwa inatokea nilikuwa naogopa, nilikuwa natamani kuiprotect, si kitu ikapotea ikaondoka, yani ikatokea zengo lolote lile, safari yangu ikae imenanilio imeharibika. So nilikuwa ni mtu mpole, mwenye adabu na hekima zote. Nilikuwa sitaki ni upuzi huu. Jamani, kuja Marekani niache kabisa. Kuja Marekani mawazo yanachanganya hizo. Nijaribu hapa naweza nikatubua. Nimewahi mata. Kwa hiyo nikikumbukanga yani na baki nacheka nasema maisha yanatokea so bure. Nakumbuka hata kipindi tu nilivyokuwa serious kwamba nataka sasa niende Marekani. I was that person ambaye nilikuwa na adabu kwanza na pesa yangu, nilikuwa na inabidi nitafute pesa muda wote, najua kabisa natafuta pesa na invest kwa ajili ya safari yangu. Yani nilikuwa ni mtu ambaye sitaki tukaa kiholela. So I was like a very hustler. I was a little hustler, like looking for money and everything.